naye akikufa akufa akiwa na imani. Mungu awabariki sana. Jambo, majina ni Ruben, ndio mdogo kwa familia yangu. Kwanza nikupea mangafu yangu shukrani kwa sababu nimeona bado wamerudi nomo. Naongea juu ya ugonjwa wa root ambaye tutamshughulikia kwa ile mambo tunasema tumeshindwa. Root waligonjeka on Friday, nikapata usiku huo simu kutoka Kigolis. Ile ilifanya niende usiku, nikafika huko saa 11:30. Labda ni vile alikuwa anafikishwa level 6 Kilgoris. Level 6 Kilgoris mara 3. Sasa nikasema waje niamke nione nini mbaya. Tulifika huko tukashughulika mpaka Monday. Lutu alikufa akiwa sio mtu wa kubebwa. Alikufa kama amekula breakfast. Kwa hivyo hakuwa ile mgonjwa wa hii habari ambaye niliona kwa macho yangu, sikuamini, lakini tunakubali kwamba imekuwa kidogo ile ilituchanganya, ambaye nitarajia labda hospitali ya Kilgoris inafaa kuwe makini, kwa sababu advice walikuwa wanatupea tulikuwa tunachitoa vile wamesema, lakini at the end hawafanyi hivyo. Kwa hivyo yangu ni hiyo. Umesikia vile Lutu alikufa kama amekula breakfast saa 1:30 hivi. Kufikia Sunday tukiongojea Monday. Kwa hivyo hakuwa ile mtu alikuwa critical kwa hii jambo limetupea. Ile kitu alikuwa anaongea, alikuwa ameongea mambo ya kanisa na alikuwa Lutu alikuwa vizuri. Hata anashindwa kuongea kwa sababu alikufia mikono yangu na sijaamini, lakini sasa nitakubali. Kwa hivyo wajomba, Lutu ni mtu wa watu, mlango yake iko sawa, ilikuwa sawa kwa kila dakika. Kwa hivyo nafikiri kwa kila jambo ambalo litakuja mtajua tuko. Mkae na heshima na familia na kijiji na mkae katika kanisa. Nafikiri nyinyi sio watu ambao tutalamia kwamba tumeshaongea hii na ile kuhusu familia. Ile tutaachia Mungu akue nanyi, mjue milango yetu iko wazi. Ongea na sisi kwa chochote. Ongea kwa sisi. Pia ukiusisa ile mzee semeji yangu tulikuwa naye huko anaitwa Francis. Nimeshukuru sana semeji kwa sababu mpaka dakika ya mwisho tulikuwa naye. Kwa hivyo nimeshukuru wote komiti ambaye imeshughulikia harusi ya dada yangu. Hayo majaji ndio nimeongea. Ngawaje nimeongea, kuna wakubwa wangu walikuwa huko, lakini nimeongea juu mimi ni mdogo na nilikuwa na yeye mpaka ile madakika ilikuwa ya mwisho. Asanteni. Asante, tunashukuru kwa sababu ya muda ambao mmechukua ni mfupi sana. Ningependa kuita wale ambao wameoa kutoka kwa familia hii. Wale ambao wameoa kutoka hapa wote watakuja, na kuna wale ambao wameoa kutoka hapa. Basi nashukuru kwa nafasi hii. Basi mimi ndio nimeoa kutoka kwa hii familia. Naitwa Charles Nakoro. Huyu mama alikuwa mama wangu wa karibu sana. Hata wakati niliambiwa hiyo ripoti nilishtuka sana, kwa maana ilikuwa jambo yote ikitokea alikuwa ananiambia, kiwa na mzozo kidogo ananipigia simu. Alikuwa mama wangu wa karibu sana kwa advice ya katika boma. Nasikia uchungu sana kwa kumpoteza mama wetu. Pia kwa familia nasema pole kwa mama ambaye alikuwa rafiki ya kila mtu. Nashukuru kwa wageni wote kufika. Karibuni wote. Pia wageni kutoka Lolgorian, nakaribisha wote kwa kufika. Nashukuru sana. Naomba Mungu amweke roho yake mahali pema peponi. Asanteni. Asante, naona kuna mzee amesimama hapa. Jambo moja tu ili tuharakishe. Basi ni bahati, kifo ni lazima. Jamani, kitu mimi naambia wasemeji yangu, sio nyinyi tu, hata mimi sina baba yangu ameenda, hata mama yangu ameenda. Kwa hivyo tujiishike, tujiweke moyo, maana hii boma hajaitwa bure. Kuna warani hii boma, iko watu ambao wamebaki. Shikeni boma, hebu mshike hii boma kabisa, maana
ni boma mzuri, si boma maskini. Najua ile shida ya maskini ndio inaleta taabu. Unaweza kufa una shamba ama una mali, hiyo ndio taabu. Lakini ukiwa naishi maisha ya mtu, nini itakukula? Hakuna. Kwa hivyo masibiki yangu, tuko pamoja na nyinyi. Kwa yangu Francis, wewe ndio msee ambaye mkubwa na baki kwa boma. Sasa hivi shika ndugu yako bila unashika kila siku. Emmanuel, hebu mshike boma. Hiyo watu ni wengi. Sisi kuhesabu wote. Wako wengi, tuko pamoja na nyinyi. Tukikaa pamoja tuseme tupita hapa tufanye hii, hatuwezi kushindwa. Sina mingi, naona sasa inaenda. Kwa hivyo nasema tu kwa niaba ya wote, poleni kabisa, na kwa niaba ya kijiji wote nasema tu poleni. Tujiweke nguvu. Asanteni. Mungu awabariki. Basi naye anatoa rambirambi zake kwa jamii. Basi naye amekuja jana, mzee hajakuja, la kuna mali hata alienda kidogo, naye akakuja peke yake. Anawaambia mjitie nguvu. Enda golpia mo etingara na tuatamto iwo kunyinyi nerudu munyaba matatu ngana letifa. Anasema kuna wengi ambao wasasi wao waliwaacha kwa wadogo sana na wamekuwa mpaka wamekuwa wakubwa kushikilia boma. Ora ndada na kaloro nimbaga na rishato meta utumareta najo kitaya tonyo ninkumungu mareta mai ndo kike itashalate. Anasema nyamba mmekuwa wakubwa na mama mewaacha mkoa wakubwa, mshike boma na msikue na uchofu tena. Enda nyopia mu ore na kwa na ibelekenye ore kila siku nao ndio yagasa. Anasema kwamba hii dunia ni dunia ambayo imebadilika, kila siku ni kilio kila mahali. Ya kwenda nyoga mare. Kwa hivyo mjaribu mshike jamii. Ana Ruth kama vile mama Ruth alikuwa anashika. Amebunga Ruth kwa mare ya tabura. Maana Ruth ameshika familia vizuri. Hadi bungenda sana mare yo mewelura kwa mare ile ni kasho. Kama Ruth ameshika jamii akakuja kulala akiwa jamii yake imesimama. Sasa nyinyi wanaume wakubwa ndio mtashinda kushika jamii. Mwache kuua jamii ambaye ama familia ambaye mama ashafufua. Anasema kwamba mama ameshika jamii ingalao msali mwache akiwa mdogo. Lakini akashikilia familia kama mwanaume. Hadi familia ikasimama. Na pia siku yake imekuja kampata ambaye Mungu alisema. Umeona kwamba ni mtu muhimu sana ndiye ameenda. Sasa wewe mwanaume ndio unashinda kushika jamii. Mwache pombe. Pombe ndio itawafanya msikue na nguvu. Pombe ndio inaumiza watoto wetu ndio wasikue na nguvu. Mwache pombe kabisa. Muende kanisa. Leo kanisa ndio kila kitu. Unapoona watu wakiwa hapa, ni kanisa ambayo Mama Ruth amehudhuria. Unapomwona yeye akisimama hapa, ni wa kanisa wa Katoliki. Amebatizwa. Ako kanisa. Kama ingekuwa watu wa Mungu wanasikia, wao wanaweza kuja wakilishe wengine. Maana anajua ni wengi sana. Kwa hivyo mtu mmoja kasini wake sioni kama anaonekana. Kwa hivyo mtaniruhusu pia nipeane kipaza sauti hiki kwa mzee pia afanye sehemu nyingine. Kumbuka siku moja. Nesi siraiye soboge. Hebu turudishe tena mawazo hapa.
Ore ninata saa hizi nataka niende kuita marafiki, na kabla hata marafiki wengi, kuna marafiki ambapo wametusaidia kwa hii boma sana sana, na Mungu awabariki. Ni watu wa bodaboda. Naomba watu wa bodaboda, mtu mmoja akuja awakilishe, ili nanyi mtoe rambirambi zenu, na hata kwa ajili ya msaada kubwa ambapo mumetufanyia kwa hii boma. Kila wakati unajua maji hakuna hapa karibu. Msafara pia walienda, wamefanya vitu mingi siwezi kuhesabu. Naomba wapi hao, wapi mtu wa bodaboda? Oldungani bolo mbiki. Sawa, karibu. Huyo mtu wa bodaboda anapokuja, na hiyo oldungana kwa are ondangile na bo orba yeno bo marafiki. Mera lungale mere oljore ashonjoriet. Pelo rusini nyaidayu rambirambi enye ondangile na bo orba yeno bo tangalo oljoreta. Anasema kwamba bodaboda atakapomaliza anahitaji mama mmoja na mzee mmoja ambao ni marafiki wa mama marehemu. Kwa hivyo huyu atakapomaliza au wawili watakuwa wamefika hapo. Wakimaliza tu kuongea, ninahitaji wanainuka family choir wako hapa, au wakimaliza kuongea choir itakuja. Asholeng. Waombolezaji wenzangu, habari zenu? Kwa majina naitwa John Sagira, chairman bodaboda Ngararu. Kwanza kabisa natoa rambirambi zangu kwa jamii hii ya marafiki yangu. Nawaambia poleni sana. Hii safari ni ya yetu yote. Sisi wote ni wasafiri. Pia tujitie nguvu. Kabla niende mbali kidogo tu, mtaniruhusu tafadhali nitambue my vice chairman. Mali yako tafadhali. Kama hako na pia coordinator tafadhali, naomba tu afanye mkono hivi mali alipo. Simame tu coordinator huyu, wacha tu aseme jina yake, mimi nifanye chap naenda. Chama, asante kwa nafasi. Mimi kwa majina ni Bernard Tome, ni vice chairman wa Sadira. Mimi Kenya ningeweza kusema ni poleni marafiki yangu. Huyo kwanza ambaye ndio amepoteza mama, huyu kijana mdogo ndio secretary wangu. Kwa hivyo najaribu kusema poleni wote, kwa sababu nyinyi marafiki na ni mandugu. Mimi huyu mwenye naongea, mama wakati moja nimeikuwa na shida, mama ameikuwa karibu na mimi sana. Kwa hivyo mama alikuwa ananiambia, kwa sababu wewe ulikuwa mtu wa watu ndio ilifanya huko kufa. Mimi nimeikuwa na shida ambaye kila mtu alijua. Kwa hivyo mimi nasema mama ameikuwa karibu sana, nimeikuwa kwa kitanda kwa miezi 6. Mama maziwa ilikuwa inatoka hapa nikikunywa pale Ngararu. Kwa hivyo mimi, kwa wale watu wamempoteza mama, mimi ni mmoja wao. Mama alikaa na mimi hiyo miezi 6 yote nikiwa kwa kitanda. Kwa hivyo niko na huzuni na nasema poleni kwa kumpoteza mama, na mimi pia kwa kumpoteza mama. Kwa hii jamii yetu ya bodaboda, naye nafikiri hamjawaona hapa, mnajua hiyo shughuli wamekuwa katika hii shughuli yote hii wiki mzima mpaka siku ya leo. Kwa hivyo msipowaona hapa, sisi tuko kama viongozi tumekuja kuwakilisha. Kwa hivyo tungekuwa na hao hapa, lakini tulikuwa na hao jana. Kwa hivyo poleni sana. Asanteni. Thank you very much. Huyo ndio tunasaidiana nayo katika hii kazi ngumu ya bodaboda. Unajua kuunganisha hiyo vitu ni ngumu sana. Lakini sisi tunashukuru Mungu kwa sababu ametuwezesha, tumeshikana. Umeona sisi ni familia moja. Naambia ndugu yangu secretary, tuko pamoja. Mungu akutie nguvu. Tuko pamoja, kuna kitu tutakukula. Nikisimama hapa niko na uchungu. Huyo mama ni mama wa maana sana. Ametulea, ametupea advice. Na ndiposa unapotuona hapa tuko kama watoto wake. Na naambia mandugu zangu mjitie nguvu. Tuko pamoja, baridi itakukula. Unafikiri umetuona? Sisi shida imetupata na mpaka mahali imefikia. Tumekushika mikono na bado tutakushika. Unapoona hema na wewe na baridi huwezi kukukula, na kupromise tuko pamoja na wewe. Ndio ambacho tutakuwa naye utakula.
Sisi kama nyumba bodaboda tunakuanga one family in one way. Tukipata shida ama mmoja wetu akilemewa, tuko pamoja na sidanganyani. Nadhani mmeona sisi ile kitu tunawaambia, ndugu yangu, jitie nguvu, usiwe na shaka, tuko pamoja, baridi itakukula na usiogope, kwa sababu kila mtu atapitia njia. Mimi bila kupoteza masaa nawaambia tujitie nguvu. Asanteni sana. Asante. Sijaona wale marafiki ikiwa wamefika hapa. Tulisema mama mmoja kama rafiki na mzee mmoja, sijaona yeyote ambaye amekuja. Naona kuna mama hapa anakuja mmoja. Mrs. Yesu. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Wale raunga tunanga Mary nonde jai. Kwa majina naitwa Mary. Wale baita Shona Tangara Kirut. Nimesimama hapa kwa niaba ya huyo mama ambaye amelala. Enjorwe tai. Ni rafiki wangu. Nanga iniai. Na ni mke mwenza. Kirana ngang ole shirapo kira. Sisi ni wa familia ya ole shira sisi zote. Kirana ngang nabo. Sisi ni wa nyumba moja. Adalda gita shitoi. Ninaona watu wanaposimama. Na ganyobe miginda shenkai nito. Mbona sisi tusisimame? Adejo na Nurut. Nimesema mimi ija agebe presidai. Wacha Ruth alale vizuri. Amuga yelo neribeganga Yesu mara. Kwa sababu Mungu anajua amemweka wapi. Kidile nabopi. Tuko pamoja kabisa. Oshagere siai. Kwa kila kazi kila siku. Ese uri mongi. Kazi ya familia ya boma hii. Kidile naboru. Tumekuwa pamoja na mama huyu. Ayolo na nwa jekito nyosha agete lori gobo. Ninajua huwa tunaketi pamoja. Nenyo ga sina. Na wakati taabu inasonga. Mrs. Yesu. Bwana asifiwe. Erejo gide nengumo. Watu wamesema mengi. Nerejo ge enda yolankai. Na imesemekana mumjue Mungu. Araje wala ana no. Mimi nimeokoka. Na ibadisa ki. Nimebatizwa. Ati kanisa Maranatha. Ninashiriki kanisa la Maranatha. Na ore Ruth Lady SDA. Na mama marehemu amekuwa akienda SDA. Nini ge aroshor mpaka. Na hatujawahi kuwa na mipaka kati yetu. Kikuwa na ariage kanisa Enkararo. Tumekuwa tukienda kanisani Ngararo. Nelo rusini nyana to Lembolioi. Na yeye pia anaenda kanisa lao huko Lembolioi. Wale dogi na idashayene mione Ruth. Kile ambacho kimenisimamisha hapa ni huzuni kwa ajili ya mama huyo. Amora idashito. Ninaposimama hivi. Mayolo na nwa jetua Ruth. Sijui kwamba Ruth amefariki. Mayolo dake. Mimi sijui, lakini nje akela abese weside. Wacha alale pahali pema. Wale genyana balo sina no. Nami nitakapolala. Mayolo ajogi tumo Ruth. Nitajua kwamba tutakutana wakati huo. Asante. Ninaona mwingine pia yuko hapa mmoja. Mimi langu kwanza wote na wapeni pole. Nikiwapa pole hii, mimi nataka kusungumza urafiki wangu na Ruth ni urafiki gani. Mara nyingine mtu usaa mtoto lakini asiwe rafiki yako. Alafu unaanza kutafuta rafiki lakini huku kwako hauna rafiki na mtoto umemsaa. Huyu mama ni anti yangu Ruth. Huyu anti yangu Ruth ni rafiki yangu sana. Kwa sababu ni mshauri wangu. Ninapozungumza kuna kidogo najitia huzuni. Maafa yake Ruth pale katika jamii ile ambapo hapa halipo, hakika apange ungefanyaje? Huenda au ungeishi katika maisha ya Ukristo vizuri. Ungejibidisha ufanye raha zako ili utakapofikia umebakisha dakika moja ufe uanze kutubu. Lakini Mungu akatuficha kwamba mtu asifahamu ni siku gani atakufa. La msingi ni kwamba tujipange na tujiandae, kwa sababu hakika tunakufa, na la ziada zaidi ni kwamba Mwenyezi Mungu atufundishe kwamba kwa sababu hakika tutakufa. Asanteni sana na karibuni.
nusu siku yetu ya kulala mauti. Je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Ametufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti. Je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye jaza maisha yetu ya Ukristo. Kisha tushajani ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye jaza maisha yetu ya Ukristo. Kisha tushajani ufalme wa Mungu kwanza. Sote twafahamu duniani hatudumu. Tunajua kwamba tunakufa, ila hatujui siku wala saa. Na la kushangaza, bado twaishi maisha ya kutojali. Twafaa kuishi tukijua kwamba leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Sote twafahamu duniani hatudumu. Tunajua kwamba tunakufa, ila hatujui siku wala saa. Siri hii yanishangaza. Hebu tufunze kuhesabu siku zetu kwa hekima. Tunapoishi tuishi tukijua leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Siku zetu si nyingi, tufahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye jaza maisha yetu ya Ukristo. Kisha tushajani ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye jaza maisha yetu ya Ukristo. Kisha tushajani ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye jaza maisha yetu ya Ukristo. Kisha tushajani ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri
Asante. Mzee atakaribia ili atuletee kikundi kingine tena. Ya mimi sasa Yesu bogin. Bwana asifiwe. Adonda jogi boitapo aidi benatoki. Ninaona ni kwamba tunaelekea kumaliza shughuli hii. Agore tukende. Lakini kabla tumalize, neta engai kitiro duata nayo nikipo. Kuna hatua ambao nataka tuelekee. Kiata chairman duo Lesia Yenang. Tuko na yule ambaye alikuwa anasimamia shughuli za familia hii. Na kajo wale ninye na kaisho na group metu baada administration. Nataka nitawaita au waje baada ya administration. Wale tena kata na kajo nikibaje ngesia ya administration then kiti way by shoyo. Kwa sasa hivi nataka administration ichukue nafasi ndogo kabisa. Na bayan lori kijiji lene way. Na nitaitisha mzee wa kijiji hiki. Aibodu akemewe ne way aibodu sininja lenyana. Ili yeye aje aite watu wake. Na lelo mtu nyake ibot ne laton paido kaendelea tini way ngiti way. Karibu. Tunatambua pia uwepo wa watu wa Lorgoria ambao wamefika ikiwa wamechelewa. Tumejua kwamba wamefika, karibuni sana. Basi, ano railo Orbaya lele kijiji. Mimi ndio mzee wa kijiji hiki. Tene dego Ole Masi. Hapa ndio mpaka yangu na mzee Ole Masi. Ole Masi alo. Ole Masi anarudi sehemu ile nyingine. Nalo mpaka. Mimi ninateremka mpaka huko mahali mnakoona. Nikiba Moita. Ili tunapakana na watu wa Moita. Basi ninajua kwamba nina wazee hao hapa. Ninaomba kwamba yule ambaye amesimamia ratiba hii, kama bado sijasimamisha wazee hao, nisungumuze kidogo, maana mimi pia ni kiongozi. Na kile ambacho nitasema hapa kwa watu wote ambao wameketi hapa, dollar nang na tuayenga na shaya jo sidai yeketumaya kiyoka ke sidai. Munaona kwamba hii familia ambayo imebaki hapa, hata kama huyu dada wetu ameenda, familia hii iko sawa. Kake ndolra ndijo jorkumok ndilo likisi kake ndilo lekulale. Na watu wanasema huyu ni msichana wa Kisii, lakini niwaambie ni msichana wa lekulale. Oriyo na ja yuni rorira tenne. Mkiona huyu ambaye alikuwa anaongea hapa, no la lasha lai, ni ndugu yangu. Na umoni ndai ndogo na bo. Ninawaomba jambo moja. Ore enakop dunia hii kitu sholate tumechanganyika. Nikiama na tumeoana. Ore ngisi hata nyena nopen. Mimi mwenyewe nimeoa Mkisii. Hata ngisi. Ehe. Na umonu na bo. Ninaomba jambo moja. Ore riyake teila itala hungishu nikimitikini. Wewe unapoenda kudai ng'ombe utakaponyimwa. Wewe anation mzureti. Kuja kwangu mimi kama mzee wa Mijiko. Ore bamirijo. Kama tutafukusa na wewe. Nelo la ibenani. Kiongozi yuko hapa. Ore beito kinyamirijo. Tukifukuswa na yeye. Nelo lioi. Odio pia yuko hapa. Nige aye ijebwei. Bas. Nilaki ngishu. Alafu utalipa. Ore akekir Maasai enkikwena ajoki ye ngisho etolwani. Msije mkalete barasa wakati mtu amefariki kwamba tunahitaji mali. Ore beengito. Mtu anapofariki. Engisi. Msichana wa Kisii. Nero netwela ngishu neji meturori. Na ajalipwa mnasema hawezi akazikwa. Ore beerubaya neji menugari utesho yongishu. Msee akifa mnasema hawezi zikwa kabla hatujalipwa. Lorere baka madei atua na itoki ashongisho yakuna. Sasa mimi ambaye nimefariki ninaweza kulipa mahari? Kaja ikono ngishu oltungani otwa. Nitafanyaje na mimi nimekwisha kufa? Enye ile ngorai na toki yendu mwaji ame yorumani. Kwa hivyo ninaomba kwamba tuangalie jambo hilo. Ore ngea Maasai na no Maasai manyamongo. Kifo kwa Wamasai kwa sababu sile uongo. Ora ke bilo reta mair Maasai berorunga lenye. Ukikuja kutusumbua ikiwa mtu wetu amelala. Nedima torado wanatu tomontini. Watu wanaanza kupigana ile hujawahi kuona. Beyo Maasai ndio unaita nelo runga lenye. Hawataki wasumbue wakati mtu wao amefariki. Na ole. Jinsi ambavyo mama amelala ama mzee. Hiyo tumekataa. Megureki yego ndo kunajua. Hiyo tumekataa. Wewe utala kungishu eishupokira. Kuja mapema. Basi nairaba ingine na mayana ngayaje ironingo. Nimefika hapo na Mungu awabariki, natumai mmesikia. Wacha sasa watu wangu wainuke.
nafikiri anaitisha wazee wa vijiji. Nikaya shomole masi. Wale masi alikwisha ongea. Sijui kama yuko area. Yuko. Wanakuja haraka haraka. Taongea wote. Okay. Waombolezaji, wanakijiji wale tumetoka kila sehemu mbalimbali na wasalimia mjambo. Okay. Kwa majina ni James Ngoidila kutoka Ereko. Mimi ni mtureti wa huko. Kuna rambirambi nimepewa kutoka Ereko kwa niaba ya msichana yao, huyu amelala katika boma hii. Tuko na huzuni. Nafikiria kwamba huyu msichana ni wasimu ile Ereko. Kwa hivyo watu Ereko number 1 wametoa rambirambi sawa kusema kutoka kijiji nzima Ereko kwamba tumelete rambirambi katika familia hii. Ya pili, kuna mzee mmoja ambao ni mgonjwa ambao ni Stephen Marandu, najua ni dada yake, naye pia ametoa rambirambi yake akisema poleni sana wasemeji. Kwa hivyo asanteni, nami pia rambirambi zangu katika familia yangu nimeleta kwa pamoja, nikiunganisha nikisema Mangabusetu poleni, watu ya Ololalei poleni, katika Kireto nzima tunasema poleni sana kwa kumpotesha hii mama. Huyu mama tunamkumbuka kama rafiki mkubwa, hata inji ikiwa mbaya pande ile unakuta hata anakuja mpaka usiku kama mwanaume. Asanteni na Mungu awabariki, asanteni. Ningeomba wengine wanapozungumza ni jema tu na mahali unasimamia tafadhali, ili mmoja ataongea kwa niaba yenu. Yes, kwa hivyo wengine ni kusema jina na mahali ambapo unaongoza. Mimi naitwa Odero Ngiro. Mimi ni kwa sababu dada wetu huyu ambaye alienda, najua ameenda kulaswa kwa mahali mzuri. Mungu abariki. Basi Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Elijah Dikir kutoka sehemu ya Nendeke. Mama huyu ni mama wangu, hata last week karibu wiki mbili amepita, amekuja mpaka nyumbani, amenifariji na ameniwezesha kunifanya kazi. Wote wa hii boma, kwa majina ni David Laton, msee wa kijiji wa Kismal location. So watu wa Lolgoria na wote natoa rambirambi kusema tupoleni kwa sababu tumeweza kupotesha mama wetu, na Mungu atie nguvu. Hili ni shamba la Mungu. Ni Joseph Olol Ngeleshi, nikiwa mzee wa mitaa wa Ngirigor, pia nikiwa chairman wa wazee wa mitaa wote. Langu la kwanza ninatoa pole zangu kutoka kwa boma ya Olosinigi, nikisema boma ya Olekisaka poleni. Mumepoteza mama shujaa ambaye ni mcha Mungu. Kwa hivyo unaona umati vile umekuja ni kwa sababu ni mtu ambaye hanamcha Mungu. Nasikia kila mtu akiamka anasema mwende kanisa. Mwende kanisa. Kama wewe umeamua kufanya mambo yako, si ufanye tu. Hakuna haja kulazimishwa atienda kanisa. Biblia inasema kama wewe ni mchafu, endelea kuwa mchafu. Na kama wewe ni mtakatifu, endelea kuwa mtu mtakatifu. Kama wewe hujasikia unahubiriwa, maredio imehubiri kwa lugha yako na wewe usikii, sasa nani atakuja kukupigia ngoma usikie? Wewe kaa, kama uendi kanisa kaa, siku yako itafika tu. Kwa hivyo sitakuwa na mengi, ni pole tu tunawapatia kwa ajili ya huu msiba, lakini tujue sisi ni wasafiri. Saa ikifika wewe umeenda, kaa chonjo, kwa sababu siku yako ikifika ifike na ukijua uko wapi. Tumepewa njia mbili, kwamba tuna njia ambayo inaenda
upotevuni na iko njia ya uzima, na umeonyeshwa hiyo njia. Kwa nini usifuate ile njia ambayo umeonyeshwa mzuri, ambayo itakupeleka mbinguni? Wewe mwenyewe ukichagua ile mbaya, basi si uchaguzi ni lako. Sitakuwa na mengi, nitasema tu asante kwa ajili ya mzee. Pia niko na chairman wa community police ambaye ni askari wangu. Ikikuwa ngumu, basi yeye ndio mimi ninamwandama naye kabla sijafika kwa chief ama kwa dio, yeye ndiye atakabiliana na hiyo watu. Kwa hivyo bwana chairman wa community, karibu. Nashukuru chairman. Mara ya kwanza wacha niwape pole. Ninatoa pole pamoja na familia yangu. Kitu ya kwanza, nafikiria kila mtu akiamuka anaambia kila mtu tutorokee Mungu. Mungu ndio kimbilio. Mwenye unasema kesho hiyo ni yako. Tafadhali tutorokee kanisa. Sio wote wazuri kwa kanisa, lakini tutorokee kanisa. Pengine Mungu atakuja kuchukua watu wake, pengine akuchukue na wewe umekataa, unaenda upotefuni. Kitu nitasema ya kwanza, makasini wangu wale mumebaki mkiwa Erosa Yori, umeambiwa na wacha na mimi nikuambie, wewe ni baba ya hao watoto wamebaki. Kuna mtoto amebaki kwa nyumba mama amewacha, ambaye ni Milika. Huyo mtoto wewe ni baba yake, ndugu yangu. Shida zake sote usione. Usiachie kijana mdogo kwamba ndio wako pamoja na uko mbali. Kaa nao. Nirudie mzee Francis kama yala shaye miro bayan lenan ningwa ragulo tungana. Usiacha watu tafadhali. Kaa na hao watu. Mimi sina mengi ya kusema. Hata nilikuwa na hamu sana niongee, niambie wa ndugu yangu hivyo. Wacha Mungu awabariki. Kwa majina naitwa Abel Ondeo. Umesikia ni German ya community police location Ngararu. Mungu awabariki. Asante. Tumepokea pia rambirambi za Christine Kulale, tumezipata. Kwa hivyo ametuma rambirambi zake kwa familia hii. Ya Mesi Yesu. Msichoke, hii tumemaliza. Kwa niaba, nafikiri Meja utakuwa tayari baada ya administration. Wewe ndio utakuja kuleta kamati ile ilisaidia kazi kwa hii boma. Mahali tunaelekea saa hizi tuko na ex councilor wetu. Ninaenda kumkaribisha bwana Mtendei, ndiye atalete chief, alafu chief alete dio. Basi bwana sifiwe. Mesi siangalie wewe. Mimi nataka chukua nafasi kumshukuru Mungu kwa kutuwezesha tufike mbele ya Ruth kuweza kuja kumsindikisha. Hakika ninaposimama hakuna asiye na uhusiano na mwenzake. Hakuna asiye na ukoo na mwenzake. Sisi sote ni kitu kimoja. Ruth ametuacha. Jinsi ninavyotazama wale wote waliokuja kumsindikisha, ninatosheka. Kila mtu anasema wale watakaye kuja kunisindikisha wawe kiasi hii. Sini haleluya, sababu mimi naonekana pia ni mtu mwema machoni ya wenzangu. Mimi ningependa kuwashukuru nyinyi nyote. Hakika Ruth ni mtu wa maana sana kwangu. Hata sijui nitapea yeye majina gani, sababu familia hii, mwanzilishi ya boma hii, hawa wazee waliosimama hapa ni makesani wangu. Mama aliyesaa hawa na mama wangu wanatoka katika familia moja, familia huyu Kiara ambaye anayesimama hapa.
ni wasichana katika hilo boma. Mimi na marehemu huyu wa boma huu, mzee wake ni makasins. Na gerabal dungana ko ni ngone kinyora. Kiti aba murano le nebo. Orge kuligi ngwa murano no orge kunobo. Na ngi gwenna ki yetu ni kitoni. Niki jogiral dungana mena dero ma aba ngorwa joka ingo be kitumniki tumesi yogerge baruani. Na tumunye nelo mara na ipangano nalo ke barua mahala kwingine. Niki jogi bonu jodo ime sida yorge barua ki yetu ngangiti. Niki dumunye niki joma aba ngoro esia yose gari ni geritoi. Nalo nanu ala atum. Niki tuminye na tumuna noru pilisi. Mwezi moja tu orati college netu msininye jeshi. Kirando wana horo nini kingwena. Ore veti root anang. Root kwa boma hili ni sababu yangu. Nilipokuja likizo ya kwanza, akaniambia nimepata kibarua na umepata kibarua, hebu tutafute namna ya kuoa. Akaniambia uko na ng'ombe ya kupeleka ukoo na juki maata. Iye raiye nejo maata. Paka ingona wege ya misho ngeno bowling. Alikuwa mtu wa akili sana. Akaniambia boma wasi kuwa boma bila mke. Tutafanyaje? Kirama adio baramura. Hapana mchezo. Kijana. Barubaru. Tukasema tutaoa hapa tu. Akanisindikisha, nikaingia kwa dada ya Ruth, nikachukua Naomi. Tukiwa na yeye. Tukaenda hiyo likizo ya mwaka ya pili, tukarudi pamoja. Akaniambia, wewe umeoa, sasa mimi nitafanya namna gani? Tukaenda kwa Ruth. Akawa kichwa ngumu. Wapi roda? Not roda. Wapi kenyanya? Aka hapa kweli? Aka hapa kweli? Huyo ndio pia naambia vijana mumshike kabisa mama wenu, huyo ndiye alifanya huyo akaa hapa. Sasa hiyo ndiye alikuwa wakili advocate wetu wa kumtumia kumlete Ruth boma hii. Mumuheshimu kabisa na mumuishike kama mama yenu. Tukaenda kupita hivi na tukawa na mwakili advocate wetu, mpaka nikamshika Ruth mkono kumleta hapa. Wakati nilipofikisha yeye hapa, ikawa sasa hii mambo imekuwa ngumu. Tutafanya namna gani? Na jogika kiasi tutafanya vipi? Nikaambia sisi ni vijana. Ndio wananiadu mwenye alo, nitafute mse moja tuende kuambia Nyakuama ile ng'ombe iliyopotea yako usitafute, sisi ndio tunazo. Haijachukua muda, baada ya siku mbili tu nikashika mzee mkono nikipanganga Nyakuama. Baba, usitafute tena ng'ombe mpotefu, sisi ndio tunaye. Wakati huo tu akanipa swali moja, mtoto wangu, jinsi ulichukua Naomi ni dada yako, leo umechukua Ruth ni dada yako, tutafanya namna gani? Nikaambia sehemu yetu tumemaliza, mahali yamebaki sehemu ni ya wasee. Mtajua vile mtatatua, sababu sisi tumeenda. Sini short tutasema nini tena? Iko kitu kingine tutarudisha. Akaambia yule mzee niliyeenda naye, ile makosa ikiwa itakuja kwa kweli wameoana, ng'ombe ya kwanza itakaye kuja ni ya fine na ya mzee ile kulale ndio atachukua. Kiara ni ukweli ama si ukweli? Mole kulale angiranganganyita. So sisi hatujawahi kuachana na marehemu hata siku moja, sababu tulikuwa tunaishi pamoja, tukapita pamoja shughuli,
kila mtu anapita kivyake, afaulu asipofaulu, hivyo hivyo. Na tulikuwa tunakaa na tunapeana mawaidha, lazima tukae na tuchague familia sawa sawa, sababu sio sisi, hatuko watu ambayo wana mali ambayo tukiambia lete saa hii tutapeana saa hii. Ni watu tukiambia kilio yetu katika hizo familia watatusikiza. Lakini mara ya mwisho tumekuja kwa jamii moja. Kwa hivyo mimi ningependa kusema, ndugu zanguni, hawa cousins wangu kama Francis, huyo mwingine na mwingine na mwingine na watoto, hebu tukaribiane. Sisi ni jamii moja, wakina mama ni wa familia moja. Umeona pia sasa kuna umuhimu kwetu, vile yule Ole Kinambu alisema, watu wanakuja tengana wakati nyingine, lakini wakati wa kurudiana inakuanga ni muhimu sana, sababu wale wakubwa walienda ambayo walikuwa wanajijua kwa wao iko vipi, na usasi wao, usao wao ingere nye nemodwara imino sotua wao dungana kamogoreti labo ngarkena labo alashara endu munye embongara arara ado yene amateki amateki. Yule mama alikuwa akisimama hapa akisema msichana wangu hapa kitinda mimba ni wetu enango hii narangi yanga ngoja maiti ke rasi yeye lede nenang ni ako yeye meshina jirmasa yoshebuwa obaikaja orabashe. Kwa hivyo nachukua hiyo nafasi ajue poleni sana. Ningependa kuchukua nafasi kumwalika naibu wa chief haje pia ashikilie mahali kumebaki. Asante. Basi asante sana former councilor. Langu naye ni kuchukua nafasi hii kusema familia zote mbili, familia ya Kisaka pamoja na familia ya Nyakwema, naenda kuchukua nafasi hii pamoja na sublocation hii na location ya Ngararo kusema poleni. Poleni sana kwa haya yametokea. Kwa hivyo ningependa tu kusema mtulise roho kwa ajili hii ni mwenendo ya Mungu. Kwa hivyo poleni kabisa. Basi kabla sijaya kuwa na mengi, niko na rambirambi mbili. Niko na rambirambi ya Assistant Chief Simon Mukita, hakuweza kuwa na sisi lakini ametumana rambirambi, amesema poleni. Jambo la pili, tulikuwa na chief lakini ameondoka, naye akatumana rambirambi, poleni. Amesema poleni kabisa, muko na yeye pamoja kwa magumu yoyote katika area hii. Kwa hivyo ningeenda tu kuchukua nafasi hii, kama kuna mtu wa county government wowote ningeamwalika atoe rambirambi yake ili tusonge mbele. Basi asante sana, ni kama yuko naye kuna sehemu ambaye lazima awe na nafasi. Ningependa tu naye kumtambua daktari aje hapa mmoja atoe pole zake. Karibu daktari. Asante. Ingawa mimi ni mwenyeji wa hapa, niko na daktari mwenzangu kutoka Kilgoris, naye nitamtambua kwa sababu tunafanya kazi pamoja. Yeye anafanya Kilgoris lakini mimi nafanya Ngararo. Tobiko. Okay, asante sana. Naona
naona tuko wengi sana na mimi sitaki kuchukua muda. Ninapenda tu kusema kwa jamii yangu, kulete rambirambi zangu ya familia yangu na pamoja na wale ambao tumetoka na wao Lorgorian, tunasema poleni sana. Pia tumekuja hapa kwa sababu ya Lilian Charles ambaye amemwoa, alikuwa kwetu, kawa kijana, amelelewa huku na akakuwa mtoto wetu, tumekuwa na yeye. So ninasema poleni sana. Asante sana. Kwa majina mumesikia, naitwa Tobiko Isaya. Sikutaka kusimama kwa sababu pia niko na ndugu yangu mkubwa na yeye ni daktari pia Kilgoris, lakini sijui hayuko hapa, lakini wacha Bwana wa mbinguni wabariki. Asante sana. Ndio huyo amesimama, ndio maana sikutaka kusimama kwa sababu ni mkubwa wangu kwa boma, ni mkubwa, so sikutaka kusimama kama yeye hapo, lakini ameniruhusu, naona amesimama, so Bwana wabariki sana. Pia nimekuja hapa kama mwanakwaya, sio kama daktari, nimekuja kama mwanakwaya. Wapendwa, kama tuko kazi, lakini kama tuko nyumbani tunafanya kazi ya jamii. So tumekuja hapa, niko kanisani, Pefa overseer wangu ndio huyu. Nashukuru sana overseer, nashukuru sana kwaya yangu. Bwana wa mbinguni wabariki. Thank you. I'm sorry. Basi asante sana madaktari. Ningeomba tu nipeane nafasi moja tu ya walimu. Kama wako mwalimu mmoja naye kuja hapa mbele. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mbona mnakaa kama mumeboeka? Kwa niaba ya walimu tunaomba tuseme pole kwa familia ya Kisaka, na pia pamoja na familia yangu tunaomba pole. Na hii ni safari. Kuna mzee alinifunza jambo moja, akaniambia sisi ni warehemu watarajiwa. Sijui kama amekosea, lakini kwa hayo yote tumtumainie huyu Mungu, kwa sababu Mungu anaweza na anakuweka mahali anafaa. Asanteni, Mungu awabariki. Asante sana mwalimu. Basi niko na rambirambi ya former chief Terap, amesema poleni sana. Kabla sijamleta bwana SCC, ningependa tu kuambia watu area hii ya kuwa tuwe na amani katika location hii. Mimi nafikiri sasa ni msimu wa kazi, kila mtu ang'ang'ane tu na kazi yake ili naye tuhudumisha amani katika area hii ya Ngararo, ili tusiwe na maneno mingi wakati wa kazi. Kwa hivyo ningependa tu naye kuongeza kusema area hii ya Ngararo Nendeken, saa hizi naona tuko na watoto nyumbani, naye tukae na wanafunzi kwa njia mzuri na tukae nao na amani. Kwa ajili saa hii ni after, kila msasi yako na watoto wake nyumbani. Kwa hivyo jambo la tatu, ningehimisha tu nyinyi wakaaji wa area hii, tuko na matatizo mingi na mumejaribu kuambiwa maneno mingi. Mumeambiwa muingie kanisa wote, muokoke, ndio kila mtu apate njia mzuri. Kwa sababu unaona saa hii wakati mwingine area hii kwa hivi nyuso kila mtu imeng'ara kwa ajili kila mtu ameokoka. Kwa sasa ningependa tu kusema vile jelda ya area hii mjaribu tu na kazi mzuri. Hataki tusikie pombe katika vijiji, kwa ajili pombe ni kinywaji mbaya. Jambo la tatu, saa hii tuko na watu wengi wanakuja kujitafutia mali katika nchi hii, na tuko na hiyo changamoto sana. Ningependa tu kuambia wazee wa vijiji mjaribu mfanye agreement katika area hii kwa leasing, kwa sababu hiyo shida imekuwa mingi. Ila mtu anapokuja akiwa mgeni
ajulikane huyu amelima kwa fulani. Kwa hivyo ningeimbisha hiyo jambo sana sana, kwa sababu tuko na shida mingi. La mwisho ningetangazia tu nyinyi ya kwamba tuko na registration pale Lorgorian on 28 disability, watu ambaye wako na shida za mwili muende pale kama uko na karibu na huyo mtu mzima anatakikana pale Lorgorian. Ikiwa ni mtoto awe na birth certificate, kama ni mtu mzima awe na passport na ID photocopy. Kwa hivyo sitakuwa na mengi, ningependa tu kukaribisha ACC atoe pole. Nasema tu poleni kabisa watu wa Nendegeny sub location. Asante sana. Asante chief. Na wasalimu wote atakao kwa mazishi kwa salama. Kwa wageni, mimi naitwa Philip Gumba, mimi ndio ACC wa Kericho Division. Kwa hivyo nasema karibuni na mjisikie mko nyumbani. Nimekuja kama ofisi ya National Administration kusimama na hii boma ya familia ya Kisaka. Hii ni boma ambayo tuna kijana wao mmoja ambaye anatusaidia kazi kwa ofisi yetu. Simama utakuona. Tulisema lazima tungefika tusimame na nyinyi, tukue pamoja na nyinyi. Tunasema pole sana. Kwa familia ya Ruth ambao ametoka Kisii, poleni sana. Tuko pamoja. Huyu mama alikuwa kwa boma nzuri. Kwa hivyo tunasema poleni sana. Tuona vile watu wamekuja kwa wingi leo, inaonesha huyu mama alikuwa ameishi maisha ya kupendana na watu. Huyu mama alikuwa ameishi maisha ya kukaa pamoja na watu. Na hiyo ndio ile kielelezo ambayo tunapewa, na umesikia leo kwa wale ambao wamehubiri hapa. Tujifunze kuishi kwa amani na wenzetu, si ndio? Na kwa watoto wa Ruth, kila ambao nawaomba tafadhali muweze kukaa pamoja. Hata kama mama ameondoka, mshikilie hii boma yenu. Ndio ile kazi nzuri amefanya ya kuwalea izidi kuonekana. Kwa hivyo sitachukua muda mwingi kwa sababu masaa imeenda. Nasema poleni sana. Asante sana bwana CC. Niko na tangazo moja la mwisho. Tuko na public health. Ndio hata ningependa madaktari wangezungumzia. Tuko na toilets. Ningependa tu kuambia watu area hii kila mtu awe na toilet nyumbani kwake. Kwa hivyo asanteni, karibu bwana programa. Asante. Mesi sira Yesu. Nafikiri tunaelekea kwenda kupatia kanisa, na kabla tujapatia kanisa ningeita Joseph Koikoti achukue ushukani. Asante sana MC. Nafikiria mimi kwa upande wangu sitakuwa na mambo mengi kwa sababu imeongelewa, na mimi ni mmoja wa familia hii ambayo amekuja kufariji. Kabla sijaongea, ningependa tu nialie chairman ambaye alikuwa anasimamia hii boma, mwenye ameshughulika tukakula, aje hapa karibu. Kwa na hii Alamrala Joseph kwetu sinyeme kwa haraka. Bas, ore ronano maata ngumok ajoki ake olosho oilo le Nyangango le Kisaka ajoki karibuni oleng. Najoki si Nyangango le Kisaka na poleni amatagol. Ore naa tonkarrila mayiolo naaji Joseph Museine lorpayian oji Kiara Nyangango le Kulale amanya bori tene. Ore taa najo naa ashukoki kamati nategelua apa yiok tenebo irkekun le Jumapili ambake lekekun. Ashukoki enashe oleng amu etaasa esiai sidai. Nekitaa tenebo tangu Jumapili hadi enkolong etaata. Nitobirari esiai aiterr inoolong mpaka taata. Neeku ashukoki enashe oleng. Ore eniare, ashukoki sinye familia enashe amu etu eponu aitamtamaya aing'olng'ol kamati nategelaki tenkang.
etigirate etalamari ning'ua meibung'aki olosho enkang niaku ashu sinye family enashe oleng. Ore naa enalo naa ajo nanu newueji itabiki. Ore entoki naitangasa naa entumo nikiata tenkang orpayian oji Meja ajo Seboikoti Amnele ntarikini 25 enda Jumamosi nikipoita. Niaku kuanzia tadiaki yiok irkiu loonkariapusi enewueji nekiorore oldong'o sidan amu enewueji kiorore nebau enewueji nedoyio nji nelaaki yiok endani niemoita. Tangazo najo ntangilen irpayiani ejitoi karibuni nang amu kiata ina tumo amu egira arrerena tesiai emuchango oonkera amu eyiolo olosho. Niaku ajoki ntae ontonyok oleng inoolong naa ontadamu amu orkekun le Jumamosi ore ilairrab pookin nolong nkera nkang'itie. Niaku kijoki ntae oleng iltung'anak loonkariapusi tenebo oloilalei onchom entumo. Niaku ina kaitabiki nemayian Enkai. Ashe oleng bwana chairman. Ore tenanu naa ayieu ake najo enashe naishoru amu kara chairman le family naji Enesiouri Irmong'i mee enenkang ole Kisakani ninye ake. Aitasheki nkang'itie 5 e family naji Enesiouri Irmong'i. Naa ore paadol irmaasai obanji etuo ailejilej iyiok naisho Enkai enashe amu etuutu ajo iyata tenyorrata mko na upendo. Alafu kama kuna mtu yeyote kwa sababu kuna watu wa jamii yetu washemeji yetu kama hujapata hata nafasi ya kuongea utasameha tu programa kwa sababu tuko wengi na mimi naona programa imeenda vizuri vile inatakikana. Bas pole toleng na matang'adie mic ino etii embaye nabo natalang'a. Ore naa piidipi ena siai ashu piipang' tene yiolo ati tung'anak lorkarian ontoduare oltung'ani oji Sakayo lenaang peutaki ntae ewueji nipuopuo piitumtumu sintae enkiti daa. Basi ore taa enalotu naa kayieu naishoru enashe. Naa ore enaishoru enashe kiata iltung'anak enaa chairman oibung'ua na esiai kinjoru enashe amu ore esiai naba ena nataasa tenaa kutoka hapa Jumapili mpaka wa leo huyu kijana amesimamia iboma kwa vyovyote ile. Hajawahi hata kwenda kwake. Nashukuru yeye pamoja na kamati yake. Shukrani nyingine ni wanabodaboda kwa sababu nilisikia iliongelewa hapa. Wanabodaboda wamekuwa pamoja na sisi na wamesimama pamoja na sisi kuanzia hiyo siku mpaka wa leo. Hema wametupa, masahani wametupa, wametuletea maji. Tunashukuru sana, tunasema tu hiyo umoja mko nayo, acha Mungu awabariki. Alafu naye pia kuna matoleo. Unajua kwa vile tuko mala hapa hakuna mtu ambaye hajakuja na kitu kidogo kwa sababu ya kutusaidia kulingana na hii misiba ambayo tumepata. Mwenye alilete ndizi, mwenye alilete maji, mwenye alikuja kutufariji. Tunasema tu wacha naye Mungu wa mbinguni pia wafariji kwa sababu sisi wote tunalia. Kama mungekuwa mnatupenda amungekuja hapa. So sisi wote tuko na uchungu. Alafu pia niko na rambirambi ya viongozi ambayo wamenipigia simu ya kuwa watakuwa na nafasi. Niko na rambirambi ya Tol. Mnamjua Tol? Tol kwanza ni wa familia hii na Tol ametumana rambirambi yake na pia ametoa hata sadaka yake kidogo kulingana na hii msiba ambayo tumepata. Alafu naye pia niko na rambirambi ya MCA award hii Michael Seme, pia yeye amesema poleni sana na pia yeye pia ametumana kitu kidogo. Na pia niko na rambirambi ya dada wetu Karo. Jana tulikuwa naye mala hapa. Amesema poleni na pia hata yeye ametumana. Alafu naye pia tuko na mzee wetu ambaye ni shemeji yangu Ole Shwende. Etejo Ole Shwende poleni oleng amera na huyu inashomo kuna mahali alienda leo angekuwa pamoja na sisi. So nikimalizia tu nasema tu mkirudi mabama senu wacha Mungu wa mbinguni awabariki kwa sababu mmekuja kuwa pamoja na sisi kwa faraja hili ya shida ambayo tumepata kupotesha mama wetu, dada wetu, mke wetu. Yako kaji takaa shole karibu kanisa. Asante. Kuna kwaya ya Mosocho ilikuwa hapa. Wale wanakwaya wa Mosocho
Pia tumepokea rambirambi za mke wa Paul, yeye pia ametuma sadaka yake kwa familia hii.
Asante. Kwa sababu muda umeenda, mtaniruhusu nilete elders wale ambao wako hapa. Elders wote ningependa wasimame. Wasee wa makanisa wote ambao wako hapa. Naona ndio wamekuja. Tinega yuko kule. Kwa sababu ya muda ningependa tufanye hivi tu. Asante. Mtarudi mketi. Kisha wacha nisikue fursa hii pia kuwakaribisha pastors ambao wamekuja hapa kutoka madhehebu mengine yote. Ningependa wasimame waje hapa, labda wasalimu umati. Pastors wa makanisa mengine ambao wako pamoja nasi, karibuni. Msonge tu mbele. Asante, naona sio wengi. Utasema jina peke yake tafadhali na kanisa ambalo unaliongoza. Basi nasema mimi ni Pastor Gladys Owanda na kanisa ya Maranatha Mission of Kenya ambaye sasa tunaitwa Assembly. Nasema pole yangu kwa niaba ya baba yangu mama yetu na kwa niaba ya kanisa. Okay. Familia ya Kisaka na location ya Ngararo wote na kanisa la Adventist tunasema poleni sana. Majina ni mchungaji Steven Munanga wa kanisa la Maranatha Ngararo. Poleni sana. Nami natoa pole zangu na jamii yangu kwa familia ya Kisaka. Sema poleni. Mimi ni mchungaji katika kanisa la Dominion. Sema tu poleni sana. Bwana asifiwe. Langu natoa pole zangu kwa familia ya Kisaka. Kwa majina naitwa Pastor David Konjori. Tena natoa pole zangu kwa niaba ya familia ya Konjori. Mungu awafariji. Bwana asifiwe. Haleluya. Tumuitike Yesu Kristo aliye juu mbinguni. Nilisikia watu wakisema sana
tuende kanisa. Geuka wewe ukiwa Mkristo. Ukiama kwa boma unabakishanga nini? Unaama kabisa. Basi natoa rambirambi zangu kwa familia yangu na familia ukiwa mgali ni sisi ndio tumepata mishiba. Hii ni familia yangu mimi. Na kanisa ambapo nayo ushiriki Glory Life Center Ministry. Kwa hivyo sisi wa Kristo hebu tutoke hiyo ng'ambo mahali tuko, tufuge kabisa, tukombolewe na Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Mary Leboi, mchungaji wa kanisa la Maranatha Sion, chini ya Bishop Sadala. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nami kwa majina ni Askofu Paul Olekiu. Pia familia hii ya Kisaka ni wajomba wangu, mamangu ni msichana mkubwa wa boma hii. Kwa hivyo ningependa kusema wajomba, poleni kabisa na Mungu awafunge mkanda. Safari hii ni ya kila mmoja. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tusiofu, tusilie tena zaidi ya hapa, na Bwana atakuwa pamoja na ninyi, na Mungu wetu awabariki. Nasimamia kanisa la Worldwide Gospel pala ya Neema tena. Mungu awabariki sana. Bwana wetu asifiwe. Bwana wetu asifiwe. Basi Yesu. Kwa majina ni Reverend Samuel Olekinyei, pasa wa Pefa Lorgorian Town. Ninasema neema ya Bwana na amani iwe kwenu. Hayo ni salamu ambayo Paulo anapenda kuanza mabarua yake akitakia kanisa, maana sisi sote hata wakati kama huu tunahitaji neema ya Mungu. Ni kwa sababu ya neema tu ndio tumeokoka, kwa sababu ya neema tuko hai, na amani ya Mungu ikabaki pamoja nanyi na Mungu awafariji. Natoa salamu kwa niaba ya kanisa la Lorgorian, ambaye Lilian ni mshirika wetu, ambaye pia ni mtoto wa boma hii. Tumekuja kuweza kusimama pamoja naye. Ni mwana kwaya ambaye pia naamini labda watampatia kwaya ambaye yeye huwa anaimba kanisani nafasi mahali hapa. Tunasema tuwacha Mungu awabariki, Mungu awafariji, neema ya Mungu iweze kuwa pamoja nanyi. Sisi tumetoka Lorgorian, imechala tu kidogo lakini tumekuta program, na tunasema wacha Mungu asidi kuwafariji. Tuokoke, tuende kanisa na Mungu asidi kuinua sana. Nasema Lilian, jipe moyo pamoja na familia yote, pamoja na jirani. Mama tumesikia alikuwa mama mzuri ambaye amekuwa na amani, na ndio unaona upendo wake watu wamekuja kuonyesha wakati wa kusindikiza kwake. Kwa hivyo na nimepewa nafasi, nitaomba kwa ajili ya mnenaji, na anasema tu poleni wote kabisa, familia hii, familia ambayo mama ametoka, pamoja na kanisa la SDA ambayo wanachukua nafasi hii kuweza kuchukua hiyo program ya kwenda kumsindikiza. Wacha Mungu asidi kuwabariki na kuwainua. Kwa hivyo kwa heshima tu ya huyu mama na kwa heshima neno la Mungu tutasimama, nitaomba alafu tutampatia kanisa nafasi wachukue nafasi yake. Hebu na tusimame wote. Tusimame wote. Baba wetu wa milele, Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, uliye mwanzo na mwisho, wa kwanza na mwisho, na Mungu wa milele, tunasema ni asante kwa sababu ya wakati huu. Ni wakati wa majonzi, ni wakati wa kufikiria, ni wakati wa kuwaza na kuwazua. Tuwakabidhi kila moja mikononi mwako. Tunapoenda katika kipindi hiki cha kwenda kipindi cha mwisho, tunaomba neema yako na baraka zako zikabaki pamoja na familia hii. Hebu na amani yako, hebu na faraja zako zikabaki pamoja nao. Watu wataondoka lakini utabaki pamoja nao. Na hata mtumishi atakayeenda kuchukua nafasi, tutamkabidhi mikononi mwako. Anza pamoja nasi mpaka mwisho. Tutasema Mungu inuliwe na utukuzwe. Kwa jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Amen. Mungu awabariki, mkae ili na kanisa apate kuchukua nafasi hii. Asante. Ninatangaza moja, ninaarifiwa kwamba wanafamilia hii mali ya mama yatagawa kesho. Kwa hivyo mjue ni kesho. Kwa hivyo nimlete pasta kwa sababu ya huduma, na kuna rambirambi ya Joseph Konchori. Kwa hivyo nimemleta pasta kwa ajili ya kunena ili tumalize.
Asante sana. Ashe oleng. Ningependa tu kwa njia ya kipekee kiyo agere ngoite makeman leta watangazaji walioko hapa mbele. Baya ujalalikio ulo riedo werene. Watangazaji hawa mmoja wenu tafadhali. Ulale likio obola nye. Mmoja simama anyoshe mkono hivi. Ye inashobora aidorian kaina. Asante kwa sababu tayari nimeona mambo haya yanayoendelea hapa. Marabu amba anagira hapo ndadogea. Yanaonekana hata kwa studio. Na gelio ndadogea ya redio. Huko tayari mumeonekana, wale mumefungua mumeshajiona mko. Italio de lo iroro. Najua mlikuja kuwapa familia pole. Ayala jo yetu ile mari. Na watu wameongea mambo mengi. Na geroro dungana la mon kumok. Watu wamechoka. Era ura de dungana. Wengine hata wameenda. Shomol kulia dungana. Sitaki tena muende. Kale mayoni ndo gabuo. Najua mumehudhuria kwa kanisa mara nyingi. Ayala jo yetu anilonga kumok. Nawezekana msema atasema nini tena. Bagi ni yororo kanyo sadi ejurara. Nataka niseme hili. Ayurara na limwena. Mama amebaki kwa boma hii. Ore ndangilena le mari. Mke wa Sayuri. Engidoge Sayuri. Na mke wa ndugu yake. Wengido ola lashe. Naomba tu kwa unyenyekevu. Kaomona kete mboron. Wale diko na dikoneze muko. Ore ngaguna shikino nadi. Muwaleta hapa mbele. Utoja dogo ya tene. Naomba viti viwili. Kayulo riga nare. Wanapokuja mbele, ore la ebono dogoya. Madam, naomba tu mvumilie kidogo tu. Kayo agene ngeriria kete. Kama ulikuja kwa ajili ya Mama Ruth. Ni ebodo rangalaje na atomona ni Ruth. Ninaomba. Kaomon. Sio nataka. Mega yu. Naomba. Kaomoni donda. Familia imebaki. Kere la kwa dia la mari. Dikoneze sawako. Medi guna tangilena ida shiki ngulie. Asante Elda Jackson. Ashera iye olairisu wala kanisa. Hao watoto ambao wamebaki familia hii. Ore ngera nale la kutoa la mari. Ni wamama wawili sasa. Erade ngitua gare nale la kutoa. Naomba muje mbele tu. Ayoni bono ya dogoya. Mwaleta watoto. Urija kuna gera dogoya tene. Niliomba vitaza vya kutoa sadaka. Kayo udaduo ndogiri na ida unyego lasa. Asante, karibu. Ashera. Kama ulikuja kwa ajili ya matanga haya, kabla sijahubiri, hata ukienda kwa sababu mahubiri yamesimama, sio shida. Lakini nataka ama naomba kama ulikuja hapa na mirambi ambazo nimesikia zimetajwa hapa, ile sadaka ambayo ulikuja nayo, muje muwasalimu hao watoto, muwape kile ambacho mumelete, kiweze kuwaendeleza kwa familia hii. Kwa hivyo naomba hivi, neema kwaya inaposimama, ama kabla neema, kuna kwaya ya dada Lilian hapa mbele mara moja. Anara idi dogo ya tene. Naomba hawa watu kuanzia hapa. Hao mungu loronga ida tenenji. Mutaamuka kwa ikiimba. Idu munyenye banda dogo ya kwaya. Kileta sadaka yenu. Ni au mato inji au Lazar. Nacho mchezo. Lilian hako kweli? Yedi sari Lilian. Nafikiri mtatumia zaidi, mtumie zaidi. Ata aziora na shoto. Ya mapo nyuma hivi. Anar. Sawa. Dolo gira ida faini. Kuja hapa mbele yangu basi. Hebu kana dogo ya ide ne. Wapi hizo bitaza? Ujuka. Kone kabelo idi na bi gira de Lazar. Kama ulikuja matanga usitoke bila kuwasalimu hawa wanadada. Wamebaki na kazi kubwa. Naomba kama uko na huruma, tafadhali njoo hapa hivi. Alafu wapate nafasi yao. Mwamuke tafadhali, mwamuke, hatuna wakati. Mama nalete kikapu chako hapa. Nyana ni kudele ndo unabege sadaka. Kudele ndo ngawe jimba idime au endo na bege sadaka.
Ila seguna aja. Ngoja inakuja. Machine. Unawaambiaje wanakwaya? Naona kwamba watu hawatamuka kutoka mahali kama wanakwaya wangu wa Mimba Smart. Sasa ni wakati wa kutoa. Mara moja waje mbele.
Enda sogea deja. Mimi nitakuwa mfupi sana. Dorobo leng. Naomba ile hema ya pandele waamuke. Kayo enda hema na idashe. Kabla sijaleta hema ya mapastors wangu hapa na waheshimiwa. Tunaruhusu hema outside ne. Ile hema waje watoe sadaka zao. Enyo idenda irija sadaka. Na hema mko hai kweli? Amana hema erode injuvu. Najua matanga ilikuwa nzito. Kumpoteza mama amekuwa kiimba sauti ya iminye entangile na garami ushotolo. Mimi nani kaimba hiyo sauti tena? Mayolo rada jangana rada bugo lolo lenye. Ninaamini kwamba ndugu Daniel Sayori kayela wajore Daniel Sayori akumbuke kwamba alikuwa anaimba kwaya. Njada maje garanyi shoba. Na tumetunzwa ndani ya kwaya zote. Na Ramadhani ni nyegindu bulu ya kwaya. Ile hema wajamu kama umeshamaliza, kuna watu wako nyuma yetu. Eliro walo siadi angene. Waje watoe sadaka zao. Enda siriji enda hii sadaka. Alafu naomba wala ambao wako nataka kutuma namba kwa pesa kwa simu. Eliro wanalo yunairu ya simu hii. Nitawapa namba sasa hivi. Hicho namba na ruage. Baada ya kwa kuimba. Eliro kwaya. Sasa na waheshimiwa wale hawajatoa zao. Wale kuja. Hebu twende huko.
Mtakuwa wapi? Maana siku zimeisha. Maana wazee wote wanakufa. Deaconesses muwasaidia waketi mahali pazuri. Tafadhali deaconesses. Lakini kabla sijasoma mafungo haya mawili, nataka niongee jambo moja. Mama ambaye amelala kwa hakika ni shujaa. Ni mama alikuwa na upendo. Ni mama alikuwa anasikika. Hata nilipoona kwa mtandao kwamba mama amelala, sikuamini. Lakini kama personality, najua ameumia moyoni sana. Nasikia akimuita Edgar. Alikuwa mtu wa maana. Unapokuwa na shida, mama alikuwa anachukua hiyo shida kama yake. Alikuwa anaona shida umepata, ni yeye amepata. Kwa hivyo tumempoteza mtu wa maana. Lakini Mungu ako na sababu. Nataka niseme nini? Kaka family hii. Nataka niseme kitabu kimoja kwa ajili ya family. Na ndugu zangu Daniel na ndugu yake. Na familia yao nzima. Kitabu cha Wafalme wa Kwanza. Fungu la pili, Wafalme wa Kwanza 2 fungu la kwanza hadi la 3 inasema hivyo. Kitabu cha Wafalme wa Kwanza 2:1 inasema basi siku ya kufa kwake Daudi. Daudi alikuwa amefika muda wa kufa. Na ikafika mahali aliona hakuna tumaini. Hata ndio sababu ndugu ya marehemu kitina mimba na alijaribu kutoka historia kidogo ya marehemu. Lakini kuwa kwamba haielezee yote. Akatoa usia kwa ajili ya kijana wake. Akasema Sulemani mwanawe akasema nini? Mimi naenda njia ya ulimwengu. Akasema Sulemani, Daudi akamwambia Sulemani, mtoto wangu, mimi ninaenda mahali watu wanaenda. Nashindwa hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Ameambia kijana wake naenda. Ni kwa nini anamwambia naenda? Kwa sababu aliona kwamba siku zake za kuishi ni fupi sana. Ni fupi.
hata akamwambia basi uwe hodari. Akamshauri kitu cha kwanza, ndugu yangu Sayuri, familia akawashauri kitu kimoja, akamwambia kwa sababu nitakufa, nyinyi mwe hodari, ujionyeshe kwa wewe ni mwanamume. Si kama Kimasai ingekuwa pale jamani. Wewe kijana, wewe dada, wewe mzee, kijana alipewa ushauri, akamwambia usiogope, simama kama ndume kwa familia. Hata mimi naamini wewe ni ndume, lakini nikwambie, wenda chini anatoa kwa nini anamshauri. Sasa inasema soma eti bora gebe Daudi nenda na Solomoni oyo lenye sijui madikoneza zimumeenda akasema ama deacons basi kuja tu nisaidie maana wako simtoe vitu hapa. Akasema kwamba nanyo, akasema siku zangu zimeisha, yaani chinga kichiane chakula charire ili kwamba niende nijiko kwa. Akasema ndugu yangu, mandugu zangu, akasema jipe moyo, yaani jipe moyo Sayuri, wewe ni mwanaume. Mama amemaliza safari. Sijui kama Naliki angekuwa haraka angeniwekea wimbo mwingine hapa tuimbe na yeye. Mama amemaliza safari. Kwako. Angalia familia. Angalia dada zako. Anasema usiogope. Mama kama mwanaume. Alafu analea kusema nini juu? Yashike mausia ya Bwana Mungu. Anamwambia uko mwanaume uongoze familia. Hajasema uende kwa amesema uende kwa waganga. Uyashike mausia ya Bwana Mungu. Uyashike mausia ya Bwana Mungu. Kimasai inakubali? Kumbe hata Kimasai imekubali. Sishike amri za Bwana. Hajasema shetani. Hajasema mwende kwa waganga. Hajasema mwende kwa wazee wakubwa. Amesema shika usia. Usiogope. Uwe hodari. Kwa sababu Mungu amekupa nafasi sasa. Ndugu Naliki, mara moja umeingia, lakini maliza hiyo fungu ya 3. Uende katika njia zake. Uende katika njia za Bwana. Ushike sheria za Bwana na amri zake. Haleluya, wana wa Mungu. Wangapi wanaombea hii familia iwaishi na amani na furaha? Hiyo wimbo Naliki mara moja. Na kama unajua unakuja tuimbe. Anasema kwamba katika maisha yake mbele yake aliona kaburi. Aliona kaburi kwamba siku zimeisha. Maisha yangu naliona kaburi mbele yangu, nataka kunimeza milima ya mbinguni yanipita sasa. Niende nipumzike nyumbani mwa baba yangu. Nimefika mwisho wa maisha yangu, naliona kaburi mbele yangu, nataka kunimeza milima ya mbinguni yanipita sasa. Niende nipumzike nyumbani mwa baba yangu. Nimekamilisha mwendo, nimefikia mwisho. Kazi ulionipa nimefanya kwa bidii, japo kwa machungu
mazito, mwili umechoka, kwa mapungufu yangu neema unijazie. Nimekamilisha mwendo, nimefikia mwisho, na kazi ulionipa nimeifanya kwa bidii. Japo machungu mazito, mwili umechoka, na kwa mapungufu yangu neema unijazie. Mama Ruto alipewa kazi ya kufanya, kazi ya uimbaji. Sasa amekamilisha mwendo. Je, wewe umemaliza? Machozi yangu yafuta furaha asubuhi, namtukuza Yesu, ameshinda mauti. Kaburi liko wazi, hayumo tena, amepaa mbinguni. Jambo lile kwangu litafufuka hakika. Machozi yangu yafuta furaha asubuhi, nimekamilisha mwendo, nimefikia mwisho, na kazi ulionipa nimeifanya kwa bidii. Japo machungu mazito, mwili umechoka, na kwa mapungufu yangu neema unijazie. Nimekamilisha mwendo, nimefikia mwisho, na kazi ulionipa nimeifanya kwa bidii. Japo machungu mazito, mwili umechoka, na kwa mapungufu yangu neema unijazie. Nimekamilisha mwendo, nimefikia mwisho, na kazi ulionipa nimeifanya kwa bidii. Japo machungu mazito, mwili umechoka, na kwa mapungufu yangu neema unijazie. Nimekamilisha mwendo, nimefikia mwisho, na kazi ulionipa nimeifanya kwa bidii. Japo machungu mazito, mwili umechoka, na kwa mapungufu yangu neema unijazie. Haleluya. Wanauliza swali nzuri sana. Dadi, nipe moyo. Safari bado iko. Watu watakufa. Wengi watalia. Lakini utamaliza safari yako njia gani? Wamesema kwamba amefanya kazi ya Mungu. Akafanya hadi akachakaa mwili wake, lakini anaamini siku moja Yesu alikuwa mshindi. Na hata sisi, hata mama ambaye ni marehemu, hakika amepumzika. Lakini jua siku moja tutafufuliwa. Kuna ahadi Mungu anatoa, ndugu zangu. Mungu anatoa ahadi. Mungu anatoa ahadi kwa watoto wake. Dada zangu na ndugu zangu. Kitabu ya Yohana 14. Fungu lake la kwanza na la tatu. Anasema kuna mahali pazuri mno ambao Mungu amepanda. Watu watakuwa washindi. Hao ndio watakaorithi mji ule. Sijui kama wewe utakuwa mshindi wengine.
Kitabu kinakubali hayo maneno. Naomba wasomaji wasome. Soma. Yasoma. Anasema tusifadhaike mioyoni mwenu. Mwamini Mungu. Nani mniamini? Nyumbani mwa baba yangu. Sikia hadi Mungu baba. Sisi tulio hai tumwamini Mungu. Anatoa hadi kwamba wale watakao mwamini kuna mahali amepanda. Anasema nyumbani mwa baba yangu. Anasema nyumbani mwa baba yake. Yaani mna makao mengi. Kama sivyo maana anaenda kuandaa. Hebu uliza mwenzako. Wewe utaingia mji ule kweli? Uliza mwenzako swali hilo. Wewe utaingia mji ule kweli? Maana watu watakuwa washindi. Wewe utakuwa washindi kweli? Kwa sababu Paulo anasema amepigana vita. Alilinda mwendo wake. Ameshinda. Mama Rutu ushauri alipewa na ndugu yake. Ndugu James kama ako hapa. Ushauri tosha. Alisema mambo ni mawili. Ufe ama upone. Lakini cha maana weka tumaini lako kwa Yesu. Iwe upone ama ukufe. Ndio Paulo anasema katika Timotheo wa pili. Anasema Timotheo wa pili fungu la 4:7. Paulo anasema amepiga vita. Kwa sababu kuna mahali pazuri tumeandaliwa. Vita tutashinda. Ndani ya Yesu Kristo. Tutashinda vita. Yesu aliwavuvua wafu. Mama Rutu acha lale. Alale salama. Kwa sababu ufufuo upo. Na hakika tutawaona pale mbinguni. Usiumie mioyoni mwetu. Jililie mwenyewe. Kama utapata nafasi ya kuenda ule. Umekosa Biblia hiyo. Anasema familia kinapoendelea kujiandaa kuja mbele. Inasema nini? Paulo anasema nimepiga vita vitamu. Vita vizuri. Eti anaendelea. Mwendo ameumaliza. Ndio sababu walisema waimbaji. Alisema alipiga vita vizuri. Japo mwili umechakaa. Japo mwili ulichakaa lakini Kimasai nakubali. Hapana. Sio hiyo, ni Timotheo wa pili 4 fungu lake la 7. So, anasema narwani ese yengi ya akoli yogendo. Anasema nimeilinda imani. Soma fungu linalofuata fungu la 8. Wacha kutoroka haraka. Fungu la 8. Mimi niamaliza maneno haya. Maliza. Wetu kuanzia sasa. Ora baigitata. Leo. Mimi nimewekewa taji ya utukufu. Na uzuri. Ati hajapatiwa na mganga taji hiyo. Hajapatiwa na wachawi. Lakini Paulo anasema vita amepigana. Mungu peke yake. Amempa taji. Baada ya haya Paulo anasema amewekewa taji ya haki. Bwana
Mungu mwenye haki. Mhukumu mwenye haki. Nani? Atanipa siku ile. Wala si mimi tu. Haleluya, wana wa Mungu. Haleluya. Na huyo anasema Ndiyo Paulo. sio yeye tu. Meni nyake. Hebu uliza mwenzako, ni wewe kweli? Amba yeye alipoidare yeye isa. Maana Paulo yeye anasema Amrejo Paulo. Sio yeye tu atapata taji. Meni nyake ndio tumena ube. Bali na wale wote pia Lelo bafun waliopenda kufunuliwa. Lelo loro nyorambe bebolo gine arwane nye. Wana wa Mungu. Gerangai. Unapoishi dunia. Origiana kwa. Kuishi ndani ya Yesu Kristo. Ndoroni jato Yesu. Hata tukiva. Ore begi tuve tukiwa washindi. Begi atamirisho. Tuve nazi siku moja. Amore na bolo. Yesu atakapowavuvua wengine. Ore vile Yesu kulegai. Hata hadi amesema. Nejo denjire dadusuli. Kuna mahali ameandaa. Eje jiwe na somaira beragi. Pata nafasi ya kuingia pale. Begi tumerishana ni kijingine. Naomba familia waje mbele. Kayo marende bodo dogoya. Na wachungaji wetu. Na wale wanenaji wahubiri wote waje ili waweke kundi hili mikononi mwa Mungu. Sijui kama Moita wako hai. Kama Moita wako hai nao wangefika hapa. Lakini jambo la maana, Daudi alimwambia Suleimani, mwanaume usiye muoga na ukimbilie Mungu na jipe moyo, tutakuwa washindi. Mungu atawapa ushindi. Tafadhali muje ndio kidogo ya muje tu hapa mbele hapa. Songa hivi kwa isimame nyuma ya familia hapa. Ore la iritago age enda man kolano ngana. Naomba kidogo kwa wanapoendelea kuja. DJ naomba tu kidogo tu tufanye maombi. Kayo nige ngasaomon. Kwa ya Moita. Ore kwa ya Moita. Tuwape nafasi maalum. Niweze pia kutoa faraja kwa ajili ya familia. Tumegai kwa yengile tankara ke elemari. Asante, Mungu awabariki sana. Barama yanandenga hii. Kayo nige omon. Pastor Munanga uwa tukiwa monono tanganare to monogel mari ya tuombe. Wala itulia ni magalani angayang andarasi egencho yang sisawen kanyit amarage yang kai andarasi yang kai dan gadis riani nerasi yang kai ara dan gador kiyui kire bigala mari wala gisagan kai usuri mongita lolonga tangai jinonok nesulage wanagere rut tengarna Yesu le Nazareth wanare shadeli usabog nata tengara kine na reje ngoranya nanyor kire bigani che ngai kinonok tara moni che wala jure nyankai mure jonchere maimwanda ya rohishin kage ko lareto nilinyi enkai ni shoda usiligi ngolo nyadokoya Nego srate mbugor gerento lankai chere inyamaliki ngolo nyadokoya alang naru suti kiyolon enkai chere yonya maliki ngolo nyipoken egona kere root agoleni ncheni nje seriani mera seriani tati ya borina ibuko nonok bongaro enkai kinonok na ade ngolo nkide madankai na meranga musubati na ke na ade enkai kinonok nesi siangarna ino taronda rasi ade gilenkia ngejeliyo ormangati lebo kibuko notolo mo yariti no sena mepanga tangarna magalange Yesu choni jeseriani obioti shwalta ojawe no seseni tongolo ni pawe ningi shiyenye tangarne pa pawe nenkerai wenenkiange sinyati atu mono. Baba wa milele, Baba yetu mbinguni, hatutachoka kuja mbele zako hasa wakati wa huzuni, wakati wa majonzi. Wewe ni Mungu wa milele.
Wewe ni Mungu unayefariji, Mungu unayependa, Mungu wa tumaini, Mungu anajua maisha ya mtu tangu mwanzo mpaka mwisho. Tukabidhi familia hii mikononi mwako, kwa ujumla familia yote ya Siuri Mwangi na familia yote ya Kisaka, watoto kwa wamama, wasee kwa vijana na wote hata jirani na jamii yote kwa ujumla, tawalete mikononi mwako. Utabaki pamoja nao, fariji utawainua, utawafariji Mungu wetu, atakupatia tumaini la uzima wa milele. Na kila jambo na kila hali taweka mikononi mwako. Hebu ukapate kujishusha mbele zako ili ukapate kuinuliwa. Uwabariki, uwainue, Mungu wetu ukatenda mambo mema, ukapate tumaini la uzima wa milele. Na sisi sote tukiwa pamoja, tukisimama pamoja nao, tukisema Bwana unaweza, Bwana uko karibu, Bwana unafariji, Bwana unainua. Asante maana umekuwa mwaminifu na tayari umewapa tumaini, umewapa nguvu, na Mungu wetu umesimama pamoja nao. Tukuinua, tukuabudu, tukisema ni asante kwa kila hali, kwa jina la Yesu Kristo ninaomba na nitakuamini. Amen. Mungu awabariki, Mungu awape neema yake na baraka zake. Jipe moyo, lile Mungu. Asante. Jipe moyo, Mungu yuko. Mungu atawafariji, Mungu atawainua. Shika upanga
nacho, jifunge imani, silaha za vita, kaza mwendo mbele kwenye mapigano, maombi na sala, silaha zako wewe. Shikilia sana kila ulicho nacho, jifunge imani, silaha za vita, kaza mwendo mbele kwenye mapigano, maombi na sala, silaha zako wewe. Shika upanga wa Roho, tupigane vyema vita vya imani, vita hiyo ni vita vya imani. Shika upanga wa Roho, tupigane vyema vita vya imani, vita hiyo ni vita vya imani. Asante sana watu wa Moita, nafikiri tumefika tamati. Ningeomba elders wote ambao wako hapa wataenda kule kwa jeneza, kisha watabeba mwili tukiteremka kule, watafuatwa na wanakwaya wa neema, kisha deaconesses pia watakuwa kwa hicho kikundi cha wanakwaya. Tutakuwa tunaimba wimbo 168 tukiteremka. Kwa hivyo elders wote tuende pale tubebe mwili.